Anasema tamasha. Kibao chake Christina Shusho, Thamani ya Wokovu. Kibao hicho kinatufikisha dakika 45, yani ni saa 3 kasorobo, sivyo? Ndani ya 99.9 MM ikiwa ni Burundi. Shiriki nambari ya simu kama ni 0754886358, nambari ya rafa 0112911290. Pia tulisema tuko live pale Facebook at presenter Martin Mutinda. Na pia tulisema kwa wale ambao huenda kuna tashwishi katika redio yako, enda Chrome at www.mmfmkenya.radiostream123.com. Sasa huu wimbo umenikumbusha trend fulani ambayo inaendelea pale kwenye mtandao wa TikTok. Na hii trend ni trend ambayo inafanywa na mabinti, yani jinsia ya kike sana. Kuna sehemu fulani ambayo imetolewa katika huu wimbo wake Christina Shusho. Hiyo sehemu sijui inaimba vipi. Kijana kanipenda, kanichukua, kanitengeneza. Nimeona una sauti ya kuimba. Tuimbe hiyo part basi. Tuimbe hiyo part, tuimbe tafadhali. Umesemaje? Kijana kanipenda, kanichukua, kanitengeneza. Sasa anasema nipatie, naomba hiyo. Aha. Sauti unayo, itumie. Anasema tusikie. Kijana kanipenda, kanichukua, kanitengeneza. Jamani. Baito na pewe flowers zake. Baito na pewe flowers. Maua ziflow. Ya, pewe maua. Nimegundua kumbe pia bado niko na nyota ya uimbaji. Ni kama na nilisema kwa kama iwapo kuna nyimbo ambazo umeziandika, support iweze kuzirekodi kule studio. Lakini kwa sasa hivi bado nimesema sana. Sawa. Ndio, lakini una talanta. Talanta labda ipo, lakini mimi ndo nimelalia, ndio maana bado niko block. Sasa sehemu ambayo Brighton na mimba, nimeona mabinti waliweza kutahiri hiyo sehemu katika huu wimbo wake Christina Shusho, Thamani ya Wokovu. Na hiyo sehemu inatumika sana kule TikTok. Wanafanyia nini? Unajua challenge? Sijakuwa kwa mtandao. Yaani mabinti wamechukua hii challenge. Sasa wanaonyesha kabla waingie katika mahusiano na baada ya kuingia katika mahusiano. Sasa wimbo yani kijana kanipenda, kanichukua, kanitengeneza. Sasa anaonyesha jinsi alivyokuwa kabla ya kuingia katika mahusiano na baada ya kuingia katika mahusiano. Ni challenge ambayo ina trend sana, but most of the challenge utapatikua baada ya kuingia katika mahusiano, yani maisha yamebadilika in a negative way. So ni kama mabadiliko yamekuwa the vice versa. Kana kwamba akiwa peke yake atakuwa afadhali kuliko wakati ambapo aliingia. Lakini wachache pia tumeona maisha yamebadilika in a positive way. Kabla ya kuingia katika mahusiano ilikuwa hivi, lakini tukiona baada ya kuingia katika mahusiano tunaona maisha yamebadilika sana in a positive way. So wengi wao nilikuwa naona wengine wanasema walichukuliwa baada ya kupachikwa mimba wakaachwa. Wengine ukiona jinsi ambavyo walikuwa kabla ya kuingia katika mahusiano walikuwa na mwili, baada ya kuingia katika mahusiano wakapewa stress, wakaanza kukonda. Kwa hiyo kila mtu ako na njia yake kuelezea jinsi ambavyo mahusiano yalivyo. Kuna wale ambao wana maisha yao yanageuza wao wimbo sasa ndio ndio direction. Mwingine kijana kanichukua. Amesema kijana kanipenda, kanichukua, kanitengeneza. Lakini sasa wengine ni hivi, sasa inageuka. But wengi wao wametengenezwa ina negative way. Ni wachache tu utapata kuwa mahusiano yamefanya, yani yamewatengeneza in a positive way. Jinsi ambavyo nimekwambia, kuna wale ambao wamepachikwa mimba wakaachwa. Kuna wale ambao wamepewa stress wakaachwa. Kuna wale ambao pia baada ya kuingia katika mahusiano waliweza kupewa kuambukizwa magonjwa kadha wa kadha kisha
wakaacha. Na kuna wale pia ambao baada ya kuingia katika mahusiano tunaona maisha yanakuwa mazuri sana, maisha yao yanabadilika kwa njia, tuseme kwa njia chanya, in a positive way. So unapata kuwa mwili unakuja, wananenepa, yani maisha yao yanakuwa tu mazuri. Wananunuliwa magari, wanajengewa nyumba, wanaanzishiwa biashara.